Naam, barabara kabisa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ninakukaribisha tena mpenzi mtazamaji na msikilizaji popote momote na kokote uliko. Siku ya leo ni ya Ijumaa na leo nimekuja kwenu na msamiati wa soka, msamiati wa mpira wa miguu, kabumbu au kandanda. Huu ni mchezo ambao unapendwa na kufagiliwa sana na watu wengi duniani. Ni mchezo maarufu sana katika ulimwengu wa karne ya 21 na nataka nikukumbushe kuhusu masuala machache sana yanayohusu mchezo huu. Jambo la kwanza ambalo nataka nikutajieni ni kwamba katika mchezo wa soka huwa tuna kadi. Kuna kadi ambazo referee ama ukipenda mwamuzi anazitumia pale katika kuhakikisha kwamba nidhamu inadumishwa wakati wa mchezo. Kadi ya kwanza ni kadi ya rangi ya manjano. Kadi ya rangi ya manjano. Hii ni kadi ambayo mchezaji anapewa wakati amefanya kosa dogo ambalo halihitaji yeye kuondolewa katika mchezo. Kadi ya pili ni kadi nyekundu, ambayo mara nyingi nyekundu huhusishwa na hatari. Kwa hivyo kadi hii mwamuzi anampa mchezaji iwapo amefanya kosa kubwa ambalo linahitaji kuondolewa uwanjani. Alafu pia niangazie kifaa. Kuna kifaa au ala ambayo mwamuzi hutumia uwanjani kuanzisha, kumaliza na kuita makini ya wachezaji wakati anataka kuwaelekeza. Kifaa hiki kinaitwa kipenga, wengine pia firimbi ukipenda. Bila shaka tuna mpira ambao hutengenezwa kwa kutumia ngozi, na hali kadhalika tuna sare ambazo wachezaji hutumia, jina lake maalum ni jezi, na vile vile tuna viatu maalum vya kuchezea mchezo wa kandanda. Viatu hivi huitwa daluga. Huitwa daluga, viatu maalum vya kuchezea mchezo wa kandanda. Kwa hivyo kwa sasa nataka ujue msamiati huo. Pale kwenye mchezo wa kandanda huwa tunakuwa na magoli mawili. Kwenye goli kuna kimia. Kimia ni pahali mpira ukiingia tunasema kwamba mchezaji amefunga bao, ametia mpira kimiani. Alafu anayesimama pale kimiani kulinda lango anaitwa mdakaji, goalkeeper. Na kuna wachezaji ainati. Tutazungumzia masuala haya katika kipindi kijacho kwenye msamiati huu wa michezo. Ni hayo tu kwa sasa. Langu jina ni Joe Atancha Ustadh. Tukutane tena katika kukiangata, kukipakata na kukipigia debe Kiswahili, lugha yetu wa shirafu. Mpaka wakati mwingine, kwa heri ya kuonana insha Allah.